Habari wako mpendwa Mr. Baisam. Hii ni Crypto Lady Pro ambayo ipo kwa ajili ya kukuhabarisha na kukufunza fursa mbalimbali za kutengeza kipato kwa njia ya kidijitali ama online. Hakika simu yako tu kwa sasa ndio fursa kubwa sana kwa upande wako. Karibu katika episodi hii ya 4, na katika episodi hii utajifunza hatari au hasara za kutumia AI trading robot. Crypto Island Pro inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa. Karibu funze nasi kwenye ulimwengu wa kidigitali. Kama ninavyofahamu kwamba hakuna kitu chenye faida peke yake kinachokosa hasara. Kila kitu katika dunia kipo katika pande mbili. Kuna upande wa faida na kuna upande wa hasara. Kwa hiyo lazima tujifunze pande zote mbili, faida zake zikoje na hasara zake zikoje, uzielewe ili uweze kupunguza uwezekano wa kupata hasara na uweze kukaa upande wa faida peke yake. Sasa usipojua, maanake utakuwa hujui namna gani ya kujiepusha. Kwa hiyo iko hivyo. So hatari ya kwanza kabisa ambayo unapaswa kuelewa, kuna hii inaitwa market volatility kubwa. Masoko ya cryptocurrency volatility yake ni kubwa, manake inaweza ikapanda na kushuka thamani ni ndani ya muda mfupi tu, unakuta ishapanda sana, ndani ya muda mfupi ishashuka sana. Kwa hapa pana hatari, kwa sababu unaweza ukaweka kiasi labda mfano dola labda 200,000 sasa hivi, ukasema unanunua labda BTC kwa unakuta hafla moja imepanda imefika 300,000, ukapata faida laki nzima, au hafla moja ukakuta imeshuka ukajikuta badala ya kuwa kuna 200,000 sasa kuna 100,000. Kumbuka hii ni floating loss na hii ni floating profit. Okay, kwa hiyo si kama labda tayari umesha grab ile hasara, hapana. Thamani tu ya BTC yako imeshuka, kwa hiyo kama ukiuza maanake utapata hasara ya 100,000 kwa sababu uleka 200,000. Na hapa hii ni floating profit, maanake ni kwamba kama ukiuza BTC yako utapata 300,000 ambao ni sawa sana kupata faida ya 100,000 nyingine. Kwa hiyo kama ukiuza ndio unapata hii hasara au unapata hii faida. Kwa hiyo kwa market volatility iko kubwa, lakini kingine cha kuzingatia ukiacha hivyo ni kwamba loss inawezekana kwa wanaotumia au watumiaji wanao trade future. Kama ninavyofahamu kwamba sitaki nikuelekeze sana hapa, utakuja kuelekeza baada ya kushaactivate robot, lakini elewa kwamba future trading unaweza ukapata faida katika both direction. Utakuja kuelezea baadaye kivipi biashara inafanyika, kwa sababu kwa mfano ndani ya future unaweza ukanunua labda BTC, ukanunua BTC zako labda za dola 50. Kwa unaweza ukaset kwamba kupanda ndio kuwe kuna faida, ndio upate faida, lakini kushuka kunakuwa unapatikana hasara au naita floating loss. Sio hasara exactly, kwa sababu ili uweze kupata hasara mpaka uuze ndio unapata hasara. Kumbuka hii BTC, mfano unapata BTC 0.8, BTC unaendelea kuwa nayo milele. Okay, kwa hiyo ukishuka utapata hii. So hii kuset katika modi hii tunaita modi ya kubai, ya kubai au tuna take long position. Maana yake kupanda kwa bei kupatikane faida, kushuka kwa bei kupatikane hasara katika direction hii. Lakini pia hii ndio biashara ambayo tumezoea sisi kuifanya, ni katika hali ya kawaida. Ukinunua maembe, basi bei ikipanda ukiyauza unapata pesa, unapata faida, lakini bei ikishuka ukisema unayauza unapata hasara. Ndio bei ambayo tumezoea. Lakini kwenye future kuna kitu kingine ambacho kinyume ya hiki. Unaweza ukafanya long kama hivi, au ukafanya kitu kinaitwa short, au ukafanya sell. Ni majina haya. Kwa hiyo unaweza ukanunua labda BTC yako 50 kama kawaida, sasa ukabadilisha hizi, ukasema kwamba ikipanda basi upate hasara, ikishuka upate faida. Kwa hiyo ukasema mimi bwana
ikipanda ndo nipate hasara, ikishuka ndo nipate faida. Unaweza ukahisi kama biashara ya kinyume, inawezekana vipi kwamba ninunue maembe halafu yakipanda thamani mimi nipate hasara, halafu yakishuka thamani mimi nikiauza nipate faida? Kwa hiyo kuna kitu hapo ndani yake itakuja kueleza vizuri kwamba ni biashara design gani. Hata katika ulimwengu wa kawaida huku pia inawezekana ukanunua maembe yako basi thamani ya maembe ikipanda basi wewe unapata hasara, lakini thamani ya maembe ikishuka wewe ndio utakuwa unapata faida. Tutakuja kueleza katika mtazamo wa design hiyo katika madarasa ya mbeleni huko, specific katika darasa la future tutakuja kufahamisha inakuwaje hii hapa hii, na utaelewa vizuri tu. Usije ukahisi kwamba bana hii ni biashara fulani hivi kama ujanja. So ujanja ni biashara halisi, na hata katika mazingira yetu halisi inawezekana pia kwamba ikipanda thamani wewe upate hasara, ikishuka thamani upate faida. Okay, kwa hiyo katika biashara ya future. Kwa hiyo sasa katika future market kupanda, kwa sababu kuna both direction, unaweza ukaweka katika direction hii kwamba kupanda faida kushuka hasara, au ukaweka kupanda hasara kushuka faida. Lakini pia kuna kitu kinaitwa leverage. Utakuja kuona tukizungumzia darasa la future peke yake. Hii ndio inaofanya watu waweze kupoteza mitaji yao. Okay? Kwa hiyo kama una trade future, maana yake ni hatari sana, unaweza ukapata loss au ukaunguza account moja kwa moja. Inategemeana na namna ambavyo unavyoifanya. Kwa hiyo kama unatumia robot, make sure usifanye biashara ya future mpaka ujifunze hasara inapatikana vipi na faida inapatikana vipi na nini maana ya leverage. Tutakuja kuzungumza huko katika madarasa yanayokuja, specific darasa la future trading. Okay, kwa hiyo iko hivyo. Lakini pia kingine ambacho unapaswa kuelewa kama ni hatari au hasara ya kufanya biashara ya crypto AI trading tools. Kumbuka hii sio hasara zinazoletwa na robot. Hizi ni hasara zinazopatikana kutokana na nature ya biashara ilivyo, biashara trading. Okay, kwa hiyo tusizungumze tu katika namna kwamba hasara anazoleta robot. No, hasara zinazopatikana ndani ya biashara ya trading. Okay. Lakini pia ukiacha hivyo, hatari nyingine ni kwamba kwa wanao trade sport sasa wanaweza wakakaa kwenye waiting mode kubwa. Hii inamaanisha nini? Kwa mfano labda umenunua BTC zako za $50 BTC. Sasa ulitegemea kwamba ikipanda upate faida, ukiuza utapata faida ikipanda thamani. Sasa what if, kumbuka hii ndio bei, umenunua hii ndio mstari wa price $50 tuchukulie. Sawa? Lakini sasa ikishuka thamani, maana yake wewe ukiuza utapata hasara. Sasa kama imeshuka thamani, kwa hiyo hutakiwi kuuza, inabidi usubiri mpaka bei itakaporudi kupita ule mstari wa wewe uliponunua. Maana yake kutoka hapa kuendea juu ni utapata faida, kutoka hapa kuendea juu utakuwa unapata hasara au tunaita floating loss. Kama ukiuza lakini ndio utapata hasara. Kwa hiyo inabidi kama soko likishuka, inabidi usiuze linashuka usiuze mpaka siku itakayotokea limepanda limepita home mstari, huko ndo unapata faida. Okay, sasa kama utakuwa una trade spot kwa kutumia roboti, kuna hichi kitu hapa kinaitwa waiting mode. Maana yake unaweza ukakaa kwenye soko muda mrefu nasubiri bei irudi ipite ile bei ambayo wewe unanunulia ndo uanze kupata faida. Sasa what if kama bei ikikaa muda mrefu bila kurudi, je? Maana yake utazidi kukaa muda mrefu. Kwa lazima ujue namna gani ya kulitumia roboti kwa namna kwamba wewe huku chini hata kama bei inashuka basi pia uweze kutengeneza faida. Sasa utatengeneza vipi faida? Kuna hizi strategies ambazo ya kwanza inaitwa martingale na nyingine inaitwa grid spot. Sorry, hati zangu mbaya kidogo. Grid spot. Kwa unaweza kufanya martingale au grid spot. Hii martingale au nyingine inaitwa DCA. Jina nyingine inaitwa DCA. Kwa hiyo ni technique ambayo huwa tunaitumia hata kama soko litaenda katika upande ambao hujategemea wewe kwenda. Basi huku likenda huku, kwa sababu soko haliwezi likashuka tu straight.
kwamba limetoka hapa lishuke tu moja kwa moja, haiwezekani. Lazima lishuke lipande kidogo, lishuke lipande, lishuke lipande. Kwa hiyo kama kuna sehemu ndani za kupanda, hizi za kupanda, roboti anatumia fursa ya wewe kutengeneza faida. Okay, kwa hiyo unaweza kutengeneza faida katika both direction, whatever the market itakavyokwenda. Kama itaenda juu, basi utapata faida, lakini kama ikienda chini, wakati inafanya hizi retracement au counter hizi au correction, manake market inakwenda inapanda kidogo, inashuka tena, inapanda kidogo. Kwa whatever itakavyopanda, ukitumia Martingale au DCA strategy, manake utakuwa unakuja na faida. Kwa unaweza kushangaa kwamba soko limeshuka alafu unashangaa robot anakuletea faida. Inatoka wapi? Anakuletea katika hizi pointi za kupanda. Kumbuka ni spot, lazima bei ipande ili uweze kupata faida. Okay? Na greed sasa, greed inatokea vipi? Greed kwa mfano let's say soko liko huku chini, kumbuka hii market hii tunaita downtrend. Tutakuja kujifunza huko aina za market na nini. Sitaki nikuchanganye, lakini elewa tu kwamba downtrend ni market ya kushuka, uptrend ni market ya kupanda. Hii tunaita uptrend. Okay? Market ya kupanda. Kwa hiyo greedy spot hii inakuwa sio lazima soko lishuke liende huko, kila linavyoenda chini ndio upate katika kupanda kwake ndio upate faida, au sio lazima soko ndio lipande manake liende juu sana ndio upate faida. Hapana. Kwenye greedy manake itakuwa inatumia kwenye greedy spot hapa utakuwa unapata faida kulingana na dancing ya market inavyo dance, inavyocheza. Kwa mfano kama labda iko hapa bei, labda bei inapanda inashuka, inapanda inashuka, ina dance hapa, labda bei inapanda inashuka, kwa hiyo kupanda na kushuka huku manake inanunua inauza, inanunua inauza hapa. Whatever itakavyokuwa, kama iko juu inanunua inauza, bei inacheza hapo, basi robot anachofanya ananunua anauza hapa, ana take advantage. Hata kama soko limeshuka, basi soko sio lazima, mfano kama labda umenunua maembe, manake ili maembe haya upate faida labda ya shilingi 50,000, thamani yake ipande ifike mpaka 300,000 au ifike 400,000, unafurahi kwa kila thamani inavyopanda, manake unapata faida kubwa. Kwa hiyo huku kwenye grid hatuangalii hivi kwamba thamani ipande sana ndio wewe ndio uwe tajiri. Kwenye grid tunaangalia, hatuangalii thamani ipande sana, tunaangalia je, soko linavyocheza, linavyocheza la dance. Kwa kila likicheza linavyocheza ndio linakufanya unatengeza hela nyingi. Okay, kwa hiyo hatuangalii kupanda moja kwa moja, tunaangalia kucheza kwa soko, ile juu na chini, up and down linavyocheza, maana yake robot ananunua anauza, ananunua anauza, ananunua anauza kutokana na zile grid ambazo utakazozichora wewe au utakazo zipa katika trading plan yako, maana yake inaweza come out na big profit. Kama hujanielewa usilazimishe kunielewa, utakuja kunielewa tutakapofundisha ili somo la greedy spot. Kuna topic maalum ambayo utakuja kufundisha huko mbele, utaelewa na utaweza kupata faida. Kwa hiyo elewa kwamba roboti au kuna baadhi ya watu wanaweza kukaa katika waiting mode kubwa kwa sababu ya kutokujua haya baadhi ya mambo. Unakuta mtu anakuambia bana, robot hajauza, nimenunua coin nimekaa nazo muda mrefu nasubiri soko lipande au na hold na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiona mtu anakaa katika state ya namna hiyo, manake kwamba hajajua jinsi ya kutrade na hajajua namna ya kutumia mbinu za kuweza yeye kuweza kukuja na faida takriban kila siku. Kwa hiyo inakuwa iko hivyo. Lakini kingine ambacho watakuwa kuelewa kama ni hasara ya kutumia AI trading tools au hasara ya kufanya trading ni kwamba inahitaji upate muda kujifunza na upate mentor mzuri wa kukuongoza. Haya mambo ukifanya mwenyewe unaweza ukawa unapata hasara kila siku. Kwa lazima upate mtu mzuri akufundishe vizuri au upate mentor mzuri akuongoze vizuri, basi unaweza ukakama hapo na faida nzuri na ukaepukana na mambo ya hasara au ukaepukana na mambo ya kukaa muda mrefu sokoni bila kuja na chochote. Okay, kwa hiyo lazima upate kitu hicho. Kwa walimu hapo wazuri unaweza ukawatafuta, au kama ukitupenda sisi tuwe walimu wako, basi tunaweza tukawa walimu wako, ukatutafuta tukakufundisha namna gani ambavyo unaweza
ukafanya trading kwa usahihi au ukatumia AI trading tools hii ya RoQ kwa usahihi, okay, na kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo iko hivyo, lakini pia kingine ambacho ni hatari au hasara ya kufanya trading ni kwamba RoQ ni tools ya teknolojia, sio benki wala broker. Kumbuka RoQ AI trading tools ya RoQ ni tools tu ya kiteknolojia, ni mkusanyiko, ni kama vile kuandika trading plan kwamba imekusanya namna zote za wewe kuweza kufanya trading. Unaweza ukaweka order hii, ukaweka order ile, ukaweka order design hii, ukafanya, ni kama ilivyokuwa Trading View kwamba ni tools ambayo ina mkusanyiko wa vitu tele. Kwa hiyo hii RoQ ni mkusanyiko ambao una orders nyingi ambazo kwenye exchanger hazipo. Iko hivyo. Lakini kingine ambacho unapaswa kuelewa ni kwamba matokeo hutegemea na hali ya soko, sio investment. Kwa hiyo kuna siku unaweza ukapata faida kubwa, ukapata faida kubwa. Kuna siku unaweza ukapata faida ndogo, faida ndogo. Kuna siku unaweza usipate faida kabisa, no profit. Kwa hiyo ni hali ya soko ilivyo. Kwa robot si kama labda anaenda kutengeneza pesa, au RoQ si kama labda inaenda kuchimba pesa, hapana. Inaenda kuleta pesa kwa mujibu wa plani utakayompa. Kumbuka wewe unamwandikia barua robot, nenda sokoni, na hiyo barua tayari kuna kila plani. Nenda sokoni, ukukuta hivi, fanya hivi, kutokea hivi. Kwa mazingira yote ya soko yale unamueleza namna gani ya kuweza kufanya ili wewe uendelee na pilika zako, yeye kuwafanye. Na kuna bahati anaweza kuibonyeza, manake ajiongezee pia akili yake mwenyewe kulingana na hali atakayokuta. Kwa hiyo robot anaenda kutafuta pesa sokoni, anaenda kutafuta profit. Haendi kutengeneza, manake useme kwamba kila siku lazima aje na faida kiasi fulani. Kwa hiyo yote atakayekwambia kwamba RoQ kwa siku itakupa labda 10%, itakupa 5% au itakupa 20%, huyo ni muongo, si kweli. Kwamba inaweza kukupa constant profit. Hapana, kwa sababu robot anaingia sokoni kwa kulingana soko litakavyokwenda kwa siku hiyo, basi yeye atakuletea faida kubwa au atakuletea faida ndogo au asikuletee faida kabisa kulingana na hali jinsi ilivyo, okay, na setup uliompa. Kwa hiyo matokeo kupata faida kubwa inategemea na vitu vifuatavyo. Cha kwanza, inategemea na elimu yako, elimu uliyokuwa nayo au plani unayompa. Cha pili, inategemeana na mtaji utakaompa. Mtaji sasa, unaweza ukampa mtaji wa $10 alafu unategemea aje na $100 kila siku. Hicho kitu hakiwezekani. Okay, kwa hivyo ni vitu viwili ambavyo vinategemeana sana ili uweze kupata profit almost kila siku au upate profit kubwa. Lazima uwe na elimu nzuri, lakini pia uwe na mtaji mzuri. Okay, unaweza kuwa na mtaji mdogo lakini pia elimu ukakusababishia kukuza mtaji wako mpaka ukafika mtaji mzuri. Yes, kwa hiyo iko hivyo. Lakini kingine ambacho unapaswa kuelewa ni kwamba hakuna, hii ni hasara nyingine au hatari. Usiseme hasara, tuzungumze kwamba ni hatari, kwa sababu usipoelewa inaweza kukuweka katika namna fulani hivi ambayo sio nzuri. Okay, ya sita ni kwamba hakuna uhakika kupata faida kila siku. Hakuna uhakika huo. Ni biashara kama zilivyo biashara nyingine. Hii tayari tumeshazungumza kwamba haiwezekani mtu akwambie kila siku unapata faida, kila siku faida. Hii biashara hiyo duniani haipo. Lazima kuna siku utafungua duka, hata kama unauza duka, unauza tiles, unauza vifaa vya ujenzi, unauza viwanja, chochote utakachokifanya. Hata kama una hoteli wewe, wapo wazungu, una swimming pool, watu wanakuja wanaogelea, unakodisha magari, unakodisha baskeli, whatever. Lazima kuna siku unakuta utapata faida kubwa, utapata faida nzuri, kuna siku utapata faida ndogo, kuna siku hautopata kabisa, kwa sababu ni nature ya biashara. Okay, so the same applies to this. Ni kwamba hakuna uhakika kupata faida kila siku, lakini sasa uhakika haupo, ila kuna mbinu ambazo unaweza ukatumia, kwa sababu soko likipanda halipandi straight, likapanda tu haiwezekani, lazima lipande, litengeneze higher highs, litengeneze higher low, higher highs, higher low. Lakini pia lazima lishuke, likishuka halishuki straight, lazima kuna sehemu ndani litapanda panda. Sasa kwa kila sehemu sisi tunajua kwamba ni kama mawimbi ya bahari, lazima kuwe kuna higher tide na kuna lower tide. Kuna wimbi la juu, kuna wimbi la chini, lazima bahari iende hivi. Sasa kama inaenda hivi,
maana yake sisi tunaweza tukajihakikishia kwamba tunaweza kuna uhakika kupata faida, kwa sababu kuna hii movement ya kupanda, whatever the movement ambayo utakayochagua, lakini kuna movement ya faida ndani yake. Okay, kwa unaweza tukajihakikishia kwa namna hiyo, lakini tuelewe kwamba faida exactly ya uhakika haipo, kwa sababu sometimes unaweza kukuta labda soko limekaa limestack linafanya chopi maeneo moja, na unafanya matingale strategy, basi unaweza upate faida. Whatever, inategemea na aina trade ambayo unaifanya, manake kuna siku unaweza usipate faida kabisa, especially kwa wale wanafanya sport. Wanafanya future, unawezekana kufanya future bila kupunguza account. Tutakuja kufundisha huko baadaye na kuaje, na hii ndio ambayo ina profit kubwa sana. Basi watu wanatajirika, basi wengi wao wanatajirika hapa kwenye future trading. Yes, iko hivyo. Sasa hizi ni hatari kwa ujumla wake, ni kama muhtasari tu. Yes, yani hili ni la kuzingatia sana, kwa sababu ngoja nikuelekeze hapa kidogo kwa nini nazungumza hivyo ili upate mentor mzuri. Yes, kwa sababu Royal Q since 2017 lilikuwa tu ni boti tu, watu wanalinunua alafu anali execute kwenye exchange, anaunganisha na API yake la tradia, ana trade kwenye exchange. 2017 ilikuwa inafanya hivyo. Okay, sasa wakasema kwa hiyo watu wengi walikuwa wanatumia robot tokea 2017 wanalo Royal Q. Kumbuka Royal Q sasa hivi ina almost zaidi ya miaka 9 liko sokoni, lakini kwa kipindi hicho watu walikuwa wanalitumia walikuwa hawazungumzi kwa wenzi wao. Mtu ananunua robot lake alafu anajichimbia ndani tu, haongei na mtu, hamwambii mtu yote kuhusu kuna kitu kizuri, hasemi, kwa sababu Royal Q ilikuwa haijatengeneza affiliate program, hajatengeneza affiliate program nzuri. Sasa 2020 Royal Q, kwa sababu wao wenye kampuni wanataka kuuza marobot ili wapate profit, kwa hiyo waka create kitu cha affiliate 2020. Sasa wamekuja na affiliate ya kibabe. Maana yake ukimshirikisha mtu akanunua robot, let's say wewe ndo huyu ni wewe, ukimshirikisha mtu kitendo cha kununua tu robot pale pale unalipwa $30, ni almost kama shilingi 70 ya Kitanzania. Kwa hiyo mtu, kumbuka, umempa taarifa tu bana, kuna kitu hapa. Kwa hiyo ukifanya vizuri hichi kitakupa faida nzuri. Kwa hiyo kitendo cha kumshirikisha tu kinakupa $30. Halafu sio kumshirikisha tu, huyu mtu akitrade, kwa kila trade atakayofanya yeye hapa, wewe utakuwa unalipo kwa kila faida anayoipata. Kumbuka huyu mtu akitrade anakata kwenye mafuta, kwenye fuel fee. Sasa maana yake Royal Q ameamua kugawana na wewe almost 50-50. Kwa kila watu utakaoleta. Kwa kila mtu ukimleta, ukijiunga, unapata fedha hapo, na ule mtu, kumbuka, naye ameweka fedha yake, yeye mwenyewe ameweka Binance, ameweka mamilioni ya mapesa, anavia trade kwa kutumia AI hii. Maana yake kwa kila faida yake atakayoipata wewe utakuwa unalipwa. Kitendo hiki kimewafanya watu wengi sana wanaotumia Royal Q watumie fursa kushirikisha watu. Kwa watu wakanashirikisha watu wengi sana, nakuta mwisho wa siku mtu kwa siku anaweza kutengeneza mpaka $2,000 per day kwa sababu ya network aliyokuwa nayo. Watu wananunua magari na vitu kama hivyo. Sasa kuna watu wengine wakiingia huku, wao wanataka kushirikisha watu wengine. Sasa kila wanaposhirikisha watu wengine, wao wenyewe kutrade hawajui, wanaambia watu wengine wanunue maroboti, wanapromote kwamba la faida ili watu wajiunge, ili yeye apate chochote. Kwa maana yake imekuja hatari sasa huko mtaani. Sasa imekuwa inasambaa elimu isiyokuwa sahihi, watu wanapeana elimu, watu wanadanganyana. Sasa inafika stage mpaka mtu anakudanganya, anakuambia jiunge hapa, kuna faida kila siku. Ni kama vile umeinvest, ukiweka $100,000 tu, basi kila siku unapata 50,000. Watu wanadanganya ili wanataka wewe ujiunge, wapate ile $30. Kwa ukishajiunga tu wewe hapa, huyu mtu anaanza kuwa busy, unamtafuta kwamba bana, niko busy bana, nifundishe basi na trade vipi. Sasa yeye hawezi kukufundisha kwa sababu yeye mwenyewe hajui. Okay, sasa imekuja hiyo hatari ya affiliate program waliotengeneza Royal Q, imekuja na hatari kwamba watu wanawadump watu wengine, kwa sababu wao hawajui namna ya kutrade na hawajui namna gani Royal Q unaweza ukaitumia kutengeneza faida, hawajui strategy za kutrade.
wao wanashirikisha watu tu ili wapate faida, alafu wanatafuta watu wengine. Unaweza kukutana na mtu au pengine ulikutana na mtu akakushawishi sana, baada ya kujiunga tu anakwambia sasa niko busy. Maanake tayari ameshalipwa, anaona sana hana tena muda na wewe. Kwa hiyo hii ni hatari pia ambayo inatokea huko. Kwa hiyo make sure unapojiunga, jiunge sehemu sahihi, kwa mtu ambaye ana uwezo wa kukusaidia, au kuna vitu wanaviita team katika hizi network marketing. Jiunge katika timu ambayo unaweza ukapata mafunzo mazuri, au mtu akakusimamia, kwa sababu iko hiyo changamoto kubwa sana. Watu wamechukia hii biashara kwa sababu mtu ametoa hela yake dola 120, alafu mwisho wa siku anakuta hana faida anayoipata. Kwa hiyo hii ni hatari nyingine ambayo unatakiwa na umakini. Hakikisha unatafuta mentor au mwalimu mzuri wa kukuongoza kwa namna gani unaweza kurudisha pesa yako na unaweza ukapata faida kama unapata watu wengine. So asante sana kwa kunisikiliza. Kwa hiyo machache, see you katika next video. Tutakuja kujifunza hii sasa affiliate program inakuletea faida gani, kama ukiamua kumwambia rafiki yako, ndugu yako, lakini make sure unapoambia watu wengine ujue na namna ya kuwaongoza pia zaidi. So asante sana, see you katika next video. Tutakuja kuzungumza affiliate au compensation system. Inakufundisha fursa mbalimbali za online. Simu yako ndio ajira yako kwa sasa, karibu jifunze nasi kwenye ulimwengu wa kidijitali.